Haleluya, mpendwa na kusalimia kwa jina la Yesu. Naamini Mungu amekubariki na njuma la baraka, na Mungu amekushindania, na Mungu amekuonekania. Najua kwamba tanami amenilinda. Ndio sababu leo amenipea nafasi ya kupata kukuletea neno tena katika siku ya leo. Neno la Mungu lina uwezo ya kupatia nguvu ya kuendelea. Na Mungu akubariki sana. My name is Evangelist Joseph Mwiti Mwitari. Na mpenda Kristo Yesu. Na ni Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Nasoma leo kitabu ya Esther sura ya 6 mstari ya 30, nasema kwamba basi Amani akawasimulia Seresi mkewe na rafiki zake wote kila neno lilompata. Kisha watu wake wenye hekima na Seresi mkewe wakamwambia, ikiwa huyu Mordekai ambaye umeanza kuanguka mbele yake ni wawasao wa Wayahudi, wewe hautamuweza, bali kuanguka utaanguka mbele yake. Huyu ni mkewe Aman, anaambia bwanake ya kwamba Mordekai ambaye anashindana na yeye ni Mordekai, ni usao ambao ni Tashnot, ni usao ambao ushindangwi. Na ukisoma sura 7 mstari ya 7 tena nasema kwamba basi wakamtundika Aman juu ya mti aliyomwekea tayari Mordekai, ghadhabu ya mfalme ikatulia. Siku ya leo nakuletea neno ambalo nimelita kwamba Mungu atakuokoa kama vile alimuokoa mtu anaitwa Mordekai ambaye alikuwa anakabiliwa na upinzani mkubwa sana. Wakati wa ujumbe uliopita tumeambiwa na neno la Mungu ya kwamba tutakula, tutakunywa, tutafurahi kwa kutumikia Mungu. Lakini ukijua kwamba shetani hataki ukule na ufurahi na ukunywe, anataka akuue. Lakini kwa sababu namwamini Yesu Kristo, namwamini Mungu, Mungu atakuokoa na wale maadui. Na Mungu atakuepusha na yale mambo unaona kama yatakuangamiza. Tunaishi dunia ambayo haina hakika ya usalama. Hakuna mtu ambaye duniani kote anaweza kuambia kwamba ako salama 100%. Yule ako salama 100% ni yule ambaye anampenda Yesu Kristo. Yule anamtumikia Mungu, huyo ndiye ambaye ako salama katika maisha yake, maana Mungu ambaye ana uwezo anamlinda. So unakuta kwamba mtu ambaye anaitwa Mordekai alikuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa katika nchi ya Iran. Kwa wale walikuwa wanakaa, walikabiliwa na hatari, maana walikuwa nchi ya kigeni. Walikuwa wametekwa nyara, wakapelekwa nchi ya wenyewe. Wakati huo nchi inaitwa nchi ya Iran ilikuwa na nguvu kama ya Amerika. Walikuwa na uwezo ya kukamata mtu, mfalme na serikali yake, na kwenda na wao. So ndivyo walikuwa wamefanya, wakashika mateka Waisraeli, wakaenda na wao kule uansheni Persia, Irani ya sasa, wakaenda na wao. Na kule kulikuwa na mfalme alikuwa anaitwa Ahasuero. Na Biblia inasema kwamba huyo mtu ambaye anaitwa Mordekai alikuwa mmoja wa wasao wa Kiyahudi, na wakawa watii sheria za ile taifa. Na kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anataka kuinamiwa, na wakakataa kumuinamia, anaitwa Aman, na akaamua kumuua Mordekai. Ndio alikuwa muinamii, akaamua kumuua. Na alipoamua kumuua, mipango ikapangika, na akapanga siku ya kwenda kumuua, na akaenda kutafuta ruhusa kwa mfalme. Wakati anaenda kutafuta ruhusa ya mfalme, ndio Mungu alipindua mambo, na ikawa akapewa nafasi ya kumpea heshima sana Mordekai. Na aliporudi nyumbani kwake, akamwambia bibi yake vile ambavyo amejipata. Alikuwa anaenda kutafuta nafasi awe mtu, lakini alipoenda akapewa nafasi ya kumfanyia sherehe na kumtukuza na kumpea heshima mtu anaitwa Mordekai. Na aliporudi nyumbani akamwambia bibi yake bila kumeenda, bibi yake akamwambia, ikiwa huyo mtu ni mtu wa Kiyahudi ambao umeanza kuanguka mbele zake, huyo mtu atakuangusha na kuangamia, utaangamia. Wakati anaelezewa hivyo, wale wafanyikazi wa mfalme walikusha,
wakamshukua, wakampeleka kwa sherehe ambayo ilikuwa ndiyo mwisho ya maisha yake. Mfalme akamwambia, ikiwa wewe unafanyia madharau Esther mbele ya macho yangu. Akasikitika sana. Na Mordekai alikuwa anatetewa na Mungu kwa njia kama hizo. Wakati mambo inafanyikia Amani hivi, kule amewekea mti Mordekai ya mnyonge. Lakini Biblia inasema kwamba ule mti aliokuwa amemwekea Mordekai aliangikwa, akasurubiwa, akauawa kwa ule mti aliokuwa amemwekea. Ule mti anaitwa Mordekai. Kwa hivyo katika mwaka huu 2026 Mungu akuokoe kama Mordekai alivyookolewa na Mungu. Atuombei mtu yote afe, lakini tunaombea mtu yote aokoke, atubu dhambi, amkubali Kristo Yesu akuwe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Lakini ujua kwamba wale wanapingana na wewe, wale wamepanga kukuua, Mungu atakuokoa na wao. Mungu atakuepusha na mipango yao. Ile mitego umetegewa, Mungu ataitegua. Yale mashimo umeshimbiwa uangushwe, Mungu atayafunika. Maisha yako yatakuwa salama. Mtu anaitwa Mordekai, Mungu hakuacha uwawe, Mungu hataacha uwawe. Mungu atakuokoa, Mungu atakuponya, Mungu atakupigania, Mungu atakuepusha na kila mabaya yote ambayo umepangiwa. Mungu atapangua na atakuokoa. Iko maana Biblia inasema kwamba Mungu atatuacha wala kutupungukia kabisa. Kwa brother my sister, Biblia inasema kwamba Naamani mtundikeni juu yake. Basi wakamtundika Amani juu ya mti aliyomwekea tayari Mordekai. Mordekai alikuwa amewekewa mti asurubiwe. Ule mti ambao umewekewa usurubiwe, natangaza kwa jina la Yesu Kristo, yule ambaye amepata kukekea mti ukapata kuangikwa ndani yake, yeye ndiye ataangikwa huo mti katika jina la Kristo, na wewe utakuwa salama salimini. Maana wewe ni mtumishi wa Mungu, maana unampenda Kristo Yesu. Maana la Samuel alikuwa anasema kwamba ukitumikia Mungu utakula, utakunywa na utafurahi. Hii furaha na kukula na kunywa hakuna mtu atakuondolea, maana wewe umeamua kutumikia Mungu. My brother my sister, kwa mwaka usikuwe na wasiwasi. Labda mambo kukupeleka mbio, labda mambo yanakufinyilia sana, uko katika hali za kukusikitisha, unashindwa utakimbilia wapi? Kimbilia kwa Yesu, kimbilia kwa Kristo Yesu, maana anajua kukuokoa. Wakati mambo inafanyika hivi, nilikuwa nafikiria wakati mambo inamwendea Amani hivi, Mordekai hakuwa na habari kunaenda aje. Kuna mambo inafanyika na ujui kunaenda aje. Lakini Mungu yeye anaona yale yanayokukabili kuliko vile unayaona. Na Mungu anaona wale wanakusengenya. Mungu anaona wale wanapanga mipango baya kukuhusu. Mungu anaona wanapoweka mti, wanapopanga mipango yao, wanapoketi kwa ile kamati na kupanga mikakati ya kukuangamiza wewe ujui. Lakini Mungu anaona. Na wakati Amani anawekwa kwa mti, Mordekai yako anajua vile kunaenda, lakini alikuwa anasikia tu ya kwamba mtu ameangikwa anaitwa Amani. Kwa hivyo Mungu hata ile mambo ujui vile ambavyo inaenda, Mungu anajua vile kunaenda, vile wanapanga, vile wanasema, vile ambavyo shetani amekuwekea mitego. Mungu anaona, wewe uoni, lakini Mungu anaona, na anapoona anapangua, anategua ile mitego, anapangua ile mipango. Utashangaa tu Mungu akikuokoa, akikupatia ushindi kwa maisha yako, kule kazini, nyumbani, katika huduma, kanisani, kila mahali unaposafiri. Wakati unakuwekea mitego, Mungu anategua kila mitego umetegewa, kwa maana ni Mungu ambaye alimwokoa mtu ambaye anaitwa Mordekai. Mordekai alikuwa mitego, lakini Mungu akategua ile mitego. Ili vindi paka Mungu anakosesa king usingizi. Wakati mfalme anaenda kulala, anamwambia leo kulalangu. Leo si ile siku ya kulala, leo hata hakuna kulala, na anajaribu kutafuta shinda iko wapi. Anatafuta zile vitabu za kumbukumbu, angalie, anaona kuna mtu alitendea yeye mambo mazuri sana, akapangua mipango ya uwawe. Na Biblia sema kwamba akasema huyo mtu alifanya yangu nini? Akaambiwa hakuna. Huyo mtu alikumbukwa na Mungu, alifanya paka yule king akakosa usingizi. Hii kitabu Yesu uende usome mwenyewe vizuri, utaona mambo ya ajabu ambayo Mungu aliwaokoa wana wa Israeli kwa ile nchi ya Irani hiyo miaka ya wakati huo. Na wakati huo Mungu aliwapatia Waisraeli ule ushindi mkubwa sana, na hata paka saa hii Mungu anawapatia wokovu. Wakati shetani ambaye anatawalanga hiyo nchi inaitwa Iran, juu kuna spirit inaitwa mfalme ya Uajemi. Uende usome kitabu cha ndani chapter 10. Kuna spirit huko inatangwa
mfalme ya Uajemi. Si ati Wairani ni wabaya, lakini kuna spirit ambayo inatawala hiyo anga yao, ambayo inawashawishi kuangamiza Israeli. Miaka ya nyuma, siku za nyuma last year, kuna ujumbe nilikuwa nimehubiri hapa nikiongea vile ambavyo wana wa Israeli katika kitabu cha Revelation chapter 12, pale ambapo mwanamke ako karibu kusaa, nyoka ataka kumesa mtoto anachukuliwa mbinguni, alafu nakuta kwamba mama alipobaki, shetani akawa anakasirikia yule mama, na tukasema kwamba yule mama ni Israeli na mtoto ni Yesu. Sasa Israeli anapigwa vita kwa sababu alisema Mwokozi, anashukiwa sana na shetani, maana ndiye alileta maangamizi kwa shetani. So paka saa hii Israeli ako kwa shinda kwa sababu alileta Yesu duniani. Yesu Kristo alisaidiwa na Waisraeli, na shetani usiku na mchana hataki kuwasikia, hataki kuangamiza. Na sometimes unaweza shindwa wanaulizana nini, lakini ni kwa sababu Israeli alisaa Yesu, ndio shinda yake ikawa yani inaongezeka. Na hata wewe kwa sababu unamwamini Mungu, unaweza kuta kwamba hata watu wanakuchukia bila sababu. Watu wanakupiga vita bila sababu. Hata ukiuliza nini wanakuuliza wewe sisema. Kwa sababu ndani yako kuna mbegu ya Mungu, sababu ndani yako unampenda Mungu, sababu wewe umeamua kumwamini Kristo, shetani anakuonea kwa umbali sana. So anakupiga vita na anakupinga. Lakini yule Mungu alimwokoa Mordekai, my brother, my sister. Huyo Mungu atakusaidia. Usikuwe na wasiwasi. Wewe soma neno la Mungu lijue. Wewe kuwa mtu wa kuomba Mungu na kumwambia akusaidie. Ukitoka kwa nyumba usimwambie nisaidie kurudi jioni salama. Unamuomba Mungu usaidizi. Usione kama unaweza peke yako, na Mungu wetu atakubariki sana katika siku hii. Kwa hivyo nataka nikuombe Mungu akusaidie, Mungu anisaidie, ile mitego tumetegewa Mungu apangue katika jina la Yesu Kristo. Baba, nakushukuru kwa neno lako, tunalipokea kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Neno lako Mungu alitokangi bure, kuna sababu Bwana. Hatujui ni kwa nini unatuongeleza hivyo Bwana. Kuna sababu Bwana. Na ndio naomba katika jina la Yesu, katika siku ya leo, ukatuokoe na maadui zetu Bwana. Wale wametutegea mitego Bwana, tunaomba ukategue Bwana. Kila mipango imepangwa, hata kama hatuishui, ile mipango mibaya Bwana Yesu pangua. Bwana Yesu tuokoe. Bwana tunusuru. Bwana tupiganie. Bwana tuongoze, tuelekeze, tusauri yale mashimo, funika ile mitego, tegua Bwana. Ukatuokoa na kila ya makamio ya ndui, ukatuhifadhi Bwana, tukaendelea kutumikia katika jina la Yesu. Hatujui amani yetu ni nani, Mungu wetu, katika jina la Yesu ukatuokoa na yule amani, ukapangue mipango ya amani ambao amepanga Jehova katika jina la Yesu. Wale watu wameingiwa na roho ya amani ya kutuangamiza Bwana, my Father, my God Almighty, ukabata kutupigania Jehova. Usituache kwa mikono ya yule adui God Almighty, ukatuokoa na mabaya yote, na utukufu utakuwa ni kwako. Mwaka 2026 tunatangaza si mwaka wetu wa masikitiko na maombolezo. Kila mipango ya ibilisi, kila mipango ya wanadamu ukapangoe Bwana, ukatuokoe na yote, nasi tutaendelea Bwana kutumikia katika jina la Yesu. Ukatushike mkono, ukatuongoze, ukatuelekeze. Huyo msikilizaji wangu Bwana, ninamwombea kwa jina la Yesu, ingilia kati kwa maisha yake. Sijui ni mambo gani anayoyapitia mpendwa. Mungu wa majeshi unajua. Naomba Bwana ukaingilie kati kule biashara yake, wale watoto shuleni, kule nyumbani Bwana, ukamsaidie ndugu, ukamsaidie ndanda, ukamwokoe na yote, na utukufu na sifa Bwana zitakuwa ni zako. Baba, najikabidhi kwa mikono yako, nikiamini ya kwamba utatuokoa maingoro maite, hautatuacha kwa mikono ya amani. Yule amani Bwana, kila mipango yake maingora ukapangoe, kila mipango ya amani. Wale ambao wana wokovu wetu wasipate usingizi Bwana, kama vile ambavyo ulimkoseza yule kinge usingizi Bwana, akashughulikia Mordekai, akamwokoa Mordekai. Tunaomba Jehova, wale walio na msaada wetu, wale wamewatuma kwa ashiri ya msaada wetu Bwana, ukawawezeshe, ukaondolee Bwana hali yote kutokushughulika, ukatusaidie Bwana, na utukufu na sifa zitakuwa ni zako. Natangaza ni asante Bwana kwa utukufu wa jina lako Mungu, ukatubariki na utukufu na sifa zitakuwa ni zako. Pokea sifa zote, maana umesema hutawahi kutuacha ama kutupungukia kabisa. Kama kuna mahali Mungu tumepata kutenda dhambi ambayo inasababisha usituokoe, tunaomba Mungu tusamee, ukatusamee Bwana, ukatusamee, ukatusamee,
ukatuepushe na hali yote maingoro manche ya kuangamishwa, ukatuokoe na yote Bwana, ukatuokoe katika jina la Yesu, ukatunusuru, usituache kwa mikono ya wale maadui zetu. Wametupangia mipango na sisi Baba hatujui, wametupangia mipango mibaya, lakini Baba tuone. Tunaomba Bwana, wewe unayeona, unayesikia, utuokoe, ukatuokoe Bwana, ukatuokoe Mungu wetu, ukatupigania kila vita, ukatushike mkono Bwana, ukatuongoza mwaka huu wa 2026, ukatupe neema kukutumikia Bwana katika utakatifu haki na kweli katika Kristo Yesu, ukatupatie kimetoka mbinguni na maarifa ya mbinguni, tukatembea katika njia zako katika jina la Yesu. Hapa ni asante, maana umesema hautawahi kutuacha ama kutupungukia kabisa, katika jina la Yesu Kristo tunaomba, tunaamini. Amen, amen, amen. My brother, my sister, ubarikiwe sana na kutakia baraka hii njuma. Mungu akulinde na Mungu akuokoe na yote katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hakuna jambo kwa Mungu ambalo haliwezekani. Usikate tamaa kwa hali inayokukabili, usikate tamaa kwa sababu ya hali inayokupinga. Endelea kuwa na matumaini ya kwamba Mungu wetu atakuokoa na yote, na sifa na utukufu zitakuwa ni zake katika jina la Yesu Kristo. God bless you in Jesus name. Amen, amen, amen.